Sina ubaya na wewe. Sina ubaya na wewe. Wacha niseme ukweli nitoke. Sina ubaya na wewe. Mimi naye hata. Yaani mtu unapea mtu kitu akuletee vizuri lakini mwisho wa siku anakuletea vitu inapanua mtoma kama samaki. Ona sasa hii ni mambo gani? Rafiki mkani kama huyu unampea kitu aende safari, mwisho wa siku anarudi kitu inakaa mtoma kama samaki. What is this? Wacha leo ndio anataka achue mimi ni ndani. Hello dada yangu. Nimekupigia simu kwa niaba ya machenzi. Mimi ni mchenzi kutoka taifa la Kenya. Na unajua vizuri kabisa sisi machenzi venye tunakuanga na roho ya ukarimu na roho ya huruma na roho ya upendo na tutaki tuone mtu akitumkia katika zama la shimo kirefu la mateso. Nimeamua kupigia simu ile niweze kukuchulisha ukweli. Hapana, si ati kwamba mimi nimeanza ombea ati nimeanza ombea. Hapana, si ati ni mambo na ombea. Dada yangu, ngoja my sister listen my sister. Mimi nimekupigia simu. Ngoja kwanza nitakueleza kitu ambaye inafanya mimi nakupigia simu. Huyu unaona huyu rafiki huyu boyfriend wako huyu kila wakati anakuita baby I love you chocolate. Huyo sio mtu wa huyo sio mtu wa kuanzisha naye maisha. Mimi nakwambia ukweli, huyo sio mtu wa kuanzisha naye maisha. Sio si ati mimi nakutaka, sio ati mimi unasikia kwanza, si ati mimi nakutaka. Mimi nataka nikwambie ukweli. Sasa unaona? Sasa for example kwamba unaona huyo rafiki yako huyo. Si ati mimi nakutaka, wewe ni mrembo. Wewe ni mrembo sana hata ukipita hata Diamond tu akikuona tu hivi pep anakusaini WCP. Hata Willy Paul, unaona Willy Paul kwanza akikuona tu hivi anakusaini kwa lebo yake. Hata si atu Willy Paul, unaona Bahati huyu mwimbaji huyu mnyanaembanga huyu. Akikuona tu hivi anawachana na Tayana. Mimi nakwambia ukweli. Wewe ni mrembo lakini si kwamba mimi urembo yako mimi nimeanza kukutamani, nimetamani demu ya rafiki yangu. Unasikia? Wacha nikwambie ukweli. Mimi kitu ambaye imefanya nikupigie simu ni kwamba huyu kijana ambaye uko naye makosa ambaye ako naye kubwa sana kwake. Yaani ni mtu ambaye ajitumi kwa maisha. Ni mtu ambaye ajitumi kwa maisha. So usikize kwanza, nisikize. Sasa wewe imagine hii. Mimi alikuja juzi akaniomba viatu yangu. Unaona hii viatu? Alikuja akaniomba viatu yangu ya sharpshooter nilinunua 1600 kwa duka mpya. Na hata ilikuwa sijafafa yako. Amekuja akaniomba, mimi nikamupea. Kurudisha imekatika hapa mbele. Unaona mbele imekatika. Imekatika hapa mbele. Sasa mimi kuuliza inapenya meno kama samaki ya Kisumu. Unasikia vizuri kabisa dada. Nikajiuliza sasa kwa nini huyu ukimpea vitu anarudisha kama imeharibika. Ukimpea vitu anarudisha kama imeharibika. Sasa jana amekuja akaomba kaupoi yangu. Yaani ni mtu kazi yake ni kuomba tu vitu. Kuomba kaupoi yangu, kurudisha leo asubuhi, anarudisha kaupoi iko na machengelele. Hata kuosha peke yake hakuna kweli. Hapa si ati sasa huyu ndio mtu ambaye unaweza anzisha naye maisha. Ameomba kaupoi akafaa. Kurudisha inarudi iko na machengelele. Wewe angalia hata ungekuwa hapa sasa ungeona. Sasa huyu ni mtu ambaye hata kujipangusa peke yake ni karama, kama kujipangusa peke yake ni kazi ngumu. Kuoka kwake ni shida. Kununua vitu hawezi. Kwenda kutafuta kazi hawezi. Sasa huyu ndio mnaanzisha naye maisha. Dada, tafuta mtu wa kuoa kama legend kama sisi. Tafuta mtu wa kuoleka kwao. Acha kutafuta watu ambao mwisho wa siku atakuletea matatizo. Sasa unakata simu. Huyu mtu uko na mpeto advice mzuri, hataki. Niko na mpeto advice mzuri tu hataki. Hello? Sauri yake kama hataki, mtu kama hataki ushauri sauri yake. Rafiki yangu umekuja saa ngapi? Hata nimekuwa naongea na shangazi yangu. Nimekuwa naongea na shangazi yangu rafiki yangu. Sasa wewe hapana.